الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Uislamu, ndugu muridi, tumekaa hapa, tumekusanyika si kwa nyingine bali tumekusanyika kwa sababu ya hauli ya mama yetu, Mwenyezi Mungu amrahamu. Kaburi lake Mwenyezi Mungu alifanya kuwa ni kiwanja katika viwanja vya pepo, na wala asilifanye kuwa ni shimo katika mashimo ya moto. Kama yuko kwenye neema, insha Allah Mwenyezi Mungu amzidishie, na kama yuko kwenye adhabu Mwenyezi Mungu amuondoshie. Tusiwe wachoyo kuitikia amin. Itikia dua ya mwenzako anayeombewa na wewe unapata hivyo hivyo. Hiyo ukifanya uvivu upate na wewe vile vile. Hiyo sio dua, kwa hiyo shauri hili. Sallu ala Muhammad. Nadhani leo imenikumbusha kipindi cha miaka isiyopungua 25 au 27. Kuna mzee hata asikitangaza, jamani, kesho mnaalikwa hitima kwa bwana fulani, basi yeye atasema amin. Jamani, tujipange kiukumbi, amin. Ndio nyie mnanikumbusha, mashaallah. Tusiwe hivyo, tuitikiri amin pale pahala pake. Amin kwanza ni neno tukufu sana. Amin lina herufi 4. Herufi ya kwanza ni hamza, pili ni mim, tatu ni ye, na mwisho ni nun. Herufi hizi kila moja imeandikwa katika paji la uso la malaika wanne: malaika Jibril, Mikail, Israfil na Azrail. Kila mmoja kaandikwa herufi yake moja. Inaposoma surah al-Fatiha ukamalizia na amin, Allah subhanahu wa ta'ala anakupa thawabu kwa idadi ya mema ya malaika yule ambaye kaandikwa kila mmoja kwa herufi yake. Sallu ala Muhammad. Tusifanyie mashkara, tuitikie amin wakati wa dua, tusitikie pasipokuwa na dua. Tayeb, na nyinyi ndio mtakaokuja kuacha wakati muhimu wa kuitikia amin. Kuna yule mmoja alikuwa akisalisha Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, umeme umezima, anafika wala dhallin, umeme unawaka. Wameacha kuitikia amin wala dhallin, wameacha. Sasa msiwe hivyo, kila kitu kiwekeni mahala pake. Allah subhanahu wa ta'ala katueleza kwamba kuna wenzetu waliopita kazi yao ni kusema rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kawataja watu hapa ambao sifa zao ni kuwasema wale waliopita nyuma kwa wema na kusema ya Rabbi tusamehe sisi na hawa ndugu zetu waliotutangulia. Hapa tunajifunza kwamba sisi tunatakiwa tuwe mara kwa mara tunawaombea waliopita, na hasa akiwa mzazi. Hadithi ya Mtume imekuja awwalan salihin yad'u la, au mtoto mwema ambaye anamwombea dua nani?
peke yao wasingeshindwa kufanya, wangefanya, lakini sisi tumekuja kwa sababu ya mwaliko wa nani? Wa watoto. Kwa hiyo watoto bado wameingia katika watoto wanaomwombea dua nani? Mzazi. Na ndugu zangu, niwaambie tusisikilize wale wenzetu wanaotuambia mtu akishakufa na yake yote ishakufa. Kati ya wao na mtume tumfuate nani? Mtume anasema mtu akishakufa mambo yote yanakatika isipokuwa matatu: sadaqatin jariya, kama ni kisima kimechimbwa au madrasa inaendelea, thawabu zinamwendea, au elimu kafundisha, mashaallah. Kwanza nawapa pole watu wa madrasa Shamsia kwa msiba uliotokea jana, na mimi kwa sababu ya dharura sikuweza kuhudhuria, lakini mashaallah huyu na waliotangulia kabla yao, hapa panaendelea kila siku mambo ya kheri. Walioanzisha wote mpaka leo thawabu ninazozipata na wao wanapata zaidi. Sallu ala Muhammad. Nyinyi mkipata 100 wao wamepata 1000. Mkipata 1000 wao wamepata 1,000,000. Sallu ala Muhammad. Sadaqa zinaendelea katika hali kama hizi. Sasa tusipuuze tukaabizana kwamba haifai, si haifai. Ndugu zangu, tutapotea na tutapotezwa. Leo tunaambiwa kama atadinu utakavyofanya ndivyo utakavyo. Wafanyie wema wazazi wako, ombee dua wazazi wako, na wewe utakuja kuombewa. Wengi wetu tunawaombea dua wazazi wetu wakishakufa, lakini wakiwa wako hai hatuwaombei dua. Tupende kuombea dua wazazi wetu wakati wako hai, na wakifa tuendeleze. Na ndio maana utakuta maisha yetu yanakuwa ni magumu. Kwa hadithi ya Mtume Muhammad Mtume anasemaje? Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi umrihi falyasil rahima. Yoyote yule ambaye anataka riziki zake ziwe nyingi, ziwe nyepesi, asipate kwa shida, halafu na umri wake uwe mrefu. Kuwa mrefu umri ni kupata baraka ya kufanya amali za kheri. Mwenyezi Mungu inshallah atupe baraka hiyo. Basi anatakiwa mtu aunge uzao wake. Hakuna jambo bora la kuunga uzao na uzazi kama kumfanyia wema baba au nani au mama, na wengine watakuwa wanafuatia. Ndugu zangu, mimi napenda niwaambie tuzidisheni juhudi ya kuwakumbuka waliopita kwa kuwafanyia mema. Haya tunayofanya hapa na sadaqati zote tulizozifanya hapa, zitakazokuja baada ya hapa, zote tunakusudia thawabu zake apelekewe nani? Apelekewe tuliyomkusudia. Na inshallah Mwenyezi Mungu atamfikishia na atamuondoshea adhabu alio, kama yuko kwenye adhabu, na kama yuko kwenye neema, basi Mwenyezi Mungu amzidishie neema alionayo, alibadilishe kaburi lake kwa haya matendo tunayoyafanya. Ndugu zangu, sasa hivi imekuwa tunasahau. Kuna watu mnajua, kwa maneno ya Mtume kasema, wanalingania watu, wanakuiteni katika njia ya Allah, lakini kumbe wamesimama kwenye milango ya moto. Ukimuitikia yule anayekuita, anakuvutia nyuma yake, unaingia ndani ya shimo la moto. Kuna watu wanatumia hadithi tunazotumia, wanatumia aya tunazotumia, lakini wanatuita katika nini? Katika moto. Atakayemuitikia huyo kaingia motoni. Mwenyezi Mungu atulinde nao. Hivi jamani, nikuulizeni, nikisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, hivi kuna wakati wowote ambapo nikisema neno hili mimi nitapata dhambi? Kuna wakati ambapo nikisema nitapata dhambi? Sipati. Basi kama hampati au sipati, kuna bwana mmoja kule bara aliulizwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sijui kama mwaka huu au mwaka uliopita, aliulizwa huyo bwana, kwani humu misikitini hao watu wanaosema ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim alafwi, hivi kwanza nimepata dhambi? Nyinyi tu wenyewe tumepata dhambi kwa sababu maneno haya? Hapana, hatujapata dhambi. Basi kuna bwana mmoja kule bara aliulizwa, hivi kusema maneno haya ndani ya Ramadhani, tena msikitini kwenye baada ya sala, hivi watu wanapata thawabu au wanapata dhambi?
Jawabu sikiliza. Anasema hawa wanaosema hivi na wanaokwenda kucheza sijui kupiga muziki, kuimba muziki au sijui mtasema wenyewe, wanaokwenda kucheza music huko, hawa dhambi wanapata sawa sawa na wanaosema ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah. Jamani, sisi mnanifahamu? Dhambi wanapata sawa sawa. Inna lillahi. Wakati hebu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita vile, yule bwana alikuwa akimfukuza mushrik ampige, basi bwana yule amefukuzwa na panga. Mwisho anaona hapa sasa hivi mimi ili kuokoka kwangu nitamke shahada, akasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Yule mfukuzaji akamwambia, wewe leo hata useme mara 100 sikuachi leo, sikuachi. Kamkata shingo yake. Baada ya kusha kumkata shingo, masahaba wengine walisikia, waliona. Mtume alipokuja kusikia anaambiwa fulani alikuwa akimfukuza mtu, alipoona anataka kufikiwa karibu, akatamka shahada, akakatwa panga. Mtume akamuuliza yule sahaba, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah, hivi umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah? Akasema naam, ndio nimemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah. Kwa nini? Akamwambia, mimi nilidhani kasema hayo kwa ajili ya wakoke na kifo tu. Mtume akamwambia, ashaqaqata qalba, hivyo umepasua moyo wake ukaona kwamba alikuwa ni hivyo, ukasema kikweli? Jamani, si tuko hapa. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, basi lazima utafute mtumwa umwache huru, na hii itakuwa ndio adabu yako. Sasa mtu anayetamka maneno kama haya leo, namwambia anapata dhambi sawa sawa na wanaokwenda sehemu za muziki kwenye madensi, sijui madansa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu inshallah tumuombe atuongoze katika, tuingie katika njia ya kheri, na atuongoze tusimame kuyasimamia mambo ambayo wametuonyesha wazazi wetu, na haya tuendelee kuyafanya ili na sisi tuje tufanyiwe baadaye tukiondoka, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innal mayyita kalghariq, maiti anakuwa ni kama mtu aliozama baharini. Aliozama baharini anatafuta kila kitu ashike apate kuhema, apumzike. Na maiti kitu chake cha kushika na kupumzika ni zile sadaka zetu, mema yetu tunayafanya, tukampa yule maiti, basi atakuwa yanamsaidia na kumuondoshea mazito katika kaburi. Mwenyezi Mungu inshallah atupe na sisi husnul khatima, tukifa tupe na kauli ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na tuliyemkusudia na waliokuwa nyuma yake katika familia yake waliotangulia, basi hao wote Mwenyezi Mungu awasamehe kwa pamoja na awaingize katika pepo zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya machache, kama nimechukua muda mrefu, naomba radhi, sikufanya hivyo ila kwa shauku tu ya kutaka kufikisha yale ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.